Yesu tunakushukuru na kutukuza. Tuko mbele zako mfalme wa ajabu. Tuko mbele zako Mungu mwaminifu. Tuko mbele zako Mungu mwema. Tunakushukuru sana Bwana Yesu. Tunakushukuru Mungu ambaye tuko jioni ya leo. Asante Bwana Yesu, asante Mfalme. Tunajimimina na kujiachilia kwako. Tunajimimina na kujiachilia mikononi kwako. Tunajimimina na kujiachilia kwako Bwana Yesu. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Tunakuhitaji mfalme mwema. Tunakuhitaji mwaminifu. Tunakuhitaji mtakatifu. Wakati tunapoenda kusikia neno lako, wakati tunapoenda kujifunza neno lako, Bwana Yesu uonekane. Bwana Yesu useme nasi. Bwana Yesu zungumza na maisha yetu. Bwana Yesu tupeleke kwa unapotaka. Katika jina la Yesu. Asante kwa sababu Roho Mtakatifu uko mahali hapa kwa ajili ya kutufundisha, na sisi tumeandaa mioyo yetu kwa ajili ya kujifunza. Katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru na kutukuza Bwana Yesu. Ninakushukuru na kutukuza mfalme wa ajabu. Ninakushukuru na kutukuza mwaminifu. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wasalimu tena kwa jina la Yesu. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya jioni nzuri ambayo ametupa kwamba tuweko nyumbani mwake siku ya leo. Watu wa kusifu na kuabudu. Mungu awabariki kwa kutuongoza kwenye ibada nzuri ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Katikati yetu tuna wageni. Angalau tuwasikie wakitusalimia kabla tujaendelea. Mimi nimefurahi kabisa, yani moyo wangu unaruka huko ndani. Karibuni sana. Karibuni sana, angalau tusalimie, baadaye tuendelee na neno la Bwana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Barikiwa sana na Niko. Kumbe unaitwa Rehema. Barikiwa sana. Amen. 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 Haleluya. Karibu sana. Amen. 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 Karibu sana sana. Amen. 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 Karibuni sana. Mungu awabariki. Mimi nimefurahi kabisa kuwaona. Nimefurahi sana. Karibuni sana. Amen. Basi ni wakati mzuri wa kujifunza neno la Mungu. Kwa hiyo nikukaribisha tujifunze pamoja. Na somo letu la leo ni mwendelezo wa somo ambalo tulikuwa nalo Jumapili. Jumapili tulikuwa na somo ambalo linasema kazi 10 za Roho Mtakatifu kwa muamini. Kazi 10 za Roho Mtakatifu kwa muamini. Na tulianza ambapo tuliona utangulizi kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu mtakatifu na sifa zote za Mungu ambazo tulizitaja 4. Tukasema yeye ana nguvu zote. Ya pili tukasema yeye yupo kila mahali. Ya tatu tukasema yeye anajua mambo yote. Na ya 4 tukasema yeye ni wa milele, kwa maana yeye alikuwepo, yupo na ataendelea kuwepo. Na tukasema kwamba mtu yeyote ambaye
anamhitaji Roho Mtakatifu. Pamoja na mambo mengine, tulionyesha mambo mawili. La kwanza, huyu mtu lazima awe ametubu dhambi zake zote. Na tulisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 mpaka 39. Maandiko yanasema, walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tukaona hatua ya kwanza kabisa ya mtu kumpokea Roho Mtakatifu, lazima awe ametubu na kumwamini Bwana Yesu. Na hatua ya pili tukasema ni kuwa na shauku ya kujaa Roho Mtakatifu. Kwenye Yohana 7:37 Yesu maandiko anasema, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akasema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tukaona kwamba kiu na yenyewe, kuwa na shauku, kutamani kujaa Roho Mtakatifu, na yenyewe ni hatua ya kujaa Roho Mtakatifu. Kwa tuliona hayo mambo mawili. Na tulianza kazi za Roho Mtakatifu. Tukasema kazi ya kwanza Roho Mtakatifu ni mwalimu na mshauri wa ajabu. Kazi ya pili ni kiongozi. Na kazi ya tatu tukasema huachilia uwezo wa kunena kwa lugha. Niliwekea msisitizo nikasema kunena kwa lugha sio jambo la kufundishwa, sio jambo la kuiga, sio jambo la kukalili, bali ni uweza na kipawa kinacholetwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu akijaa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anampa lugha mpya kwa ajili ya kuomba. Hapo ndio tulikomea siku ya Jumapili, na leo nataka sasa nianze kazi ya 4. Kazi ya 4 ya Roho Mtakatifu kwa mtu aliyeamini ni kwamba Roho Mtakatifu hutuombea. Roho Mtakatifu hutuombea. Warumi 8:26 na 27 maandiko yanasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa hiyo kazi nyingine ya Roho Mtakatifu kwa mtu aliyeamini, Roho Mtakatifu ni muombezi wetu. Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba. Mtu yeyote, hata angekuwa na elimu kubwa kiasi gani, hata angekuwa na uzoefu wa mambo ya dini, maandiko yanasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba itupasavyo. Kwa hiyo swala sio nani anaomba, sio ni mtu wa namna gani, ile kwamba hana Roho Mtakatifu, huyu mtu tayari hajui kuomba vile inavyopaswa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia kuomba, ndiye anayetuwezesha kuomba. Na unaweza kuona jiuliza, anatuwezeshaje kuomba au anatuombeaje? Kuna namna ambazo Roho Mtakatifu anazitumia kutuombea sisi. Namba 1, Roho Mtakatifu anaweka msukumo ndani wa kuomba. Haleluya. Haleluya. Kuomba ni kazi kama kazi nyingine. Kuomba ni kazi ngumu, na ndio maana watu wengi wanakimbia maombi. Sasa ili uweze kufanya hii kazi, lazima upate ule msukumo wa Roho Mtakatifu. Hata wakati ambao hujisikii kuomba, Roho Mtakatifu anakusukuma, nenda ukaombe. Omba.
unajisikia kuchoka kuomba, Roho Mtakatifu anakusukuma kuomba. Kwa unaomba. Kwa hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Lakini pia maandiko yanasema kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Roho Mtakatifu anatusaidia sasa kuomba vile inavyotupasa. Yaani ni kama hivi, tunapoomba tunazungumza na Mungu. Mungu ana namna yake anayoelewa, na sisi tuna namna yetu tunayoelewa. Tukizungumza kwa namna zetu sisi, kwa Mungu haileti maana. Haleluya. Haleluya. Yaani ni sawa na watu wa lugha mbili tofauti wanapozungumza. Kila mmoja anazungumza lugha yake. Ili watu waelewane, lazima kuweko na mtu katikati ambaye atatafsiri ya kutoka kwa mtu huyu kwenda kwa huyu na kutoka huku kwenda huku. Kwa hiyo sisi tunapoomba, Roho Mtakatifu anatengeneza kile tunachokiomba kwa namna ambayo kitaeleweka kwenye mbingu, kwa namna ambayo kitaeleweka kwenye ulimwengu wa roho. Kwa unaomba, unaanza kuona matokeo, kwa sababu Roho Mtakatifu alishafanya kazi ya kwake. Alishatengeneza kwa namna ambayo kule kwa Mungu inaleta maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna hiyo pia ndio ambayo Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba. Lakini hiyo nyingine hapo kwamba Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba ni kwamba Roho Mtakatifu anayapa nguvu maombi yetu ili aweze kupenya kwenye ulimwengu wa roho. Unapoomba sio tu kwamba ukiomba naenda moja kwa moja mbinguni, hapana. Hapa kuna ulimwengu ule ambao hauonekani kwa macho. Kuna upinzani ambao hatuwezi kuona kwa macho ya nyama. Sasa huo upinzani unao uwezo wa kuyazuia maombi yako yasifike kwa Mungu. Kwa hiyo wewe unaomba, unasema mimi nimeomba, lakini kwamba hayo maombi yako hayajaenda popote, yameshazuiliwa. Sasa ili yaweze kupenya kwenye ulimwengu wa roho, yaweze kupenya kwenye hivyo vizuizi vya ulimwengu wa roho, lazima Roho Mtakatifu awe mahusika. Lazima Roho Mtakatifu awe mahusika. Kwa lugha inayozungumzika ya kwetu, maana mambo sana ya rohoni sasa zile kuyaleta kwenye lugha inayozungumzika na kuwa ngumu. Lakini lugha inayozungumzika ni kwamba kile unachokitamka ni kama kinaunganishwa na moto wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo upinzani wowote unakuwa hauwezi tena kukipinga. Kwa hiyo kinamfikia Mungu, baadaye na wewe unaanza kuona matokeo. Kwa unaona Roho Mtakatifu alivyo wa muhimu. Kumbe kama hatuna Roho Mtakatifu tunaweza tukaomba na tukaomba tena, lakini kumbe maombi yetu hayaendi kokote. Lakini tukiwa na Roho Mtakatifu, haya maombi yetu yanapata maana, lakini pia yanapata mpenyo kwenye ulimwengu wa roho. Kwa tunapoomba maombi yetu yanapita vizuri. Tunapoomba maombi yetu yanapata mpenyo. Haleluya. Ya 5, hiyo ilikuwa ni 4 kwamba utuombea. Kazi ya 5. Roho Mtakatifu huachilia na kufunua karama ndani ya mwamini. Huachilia na kufunua karama ndani ya mwamini. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 mstari ule wa 7 mpaka wa 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 11. Maandiko yanasema, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo roho yule, mwingine imani katika roho yule, na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii,
na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda huyo Roho mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Hapa Biblia inataja mambo 9 ambayo Roho Mtakatifu akiwa ndani ya muamini anaweza kaachilia mambo hayo ndani ya muamini, na mambo hayo yakatendeka. Na mambo haya 9 ndio tunayaita karama 9 za Roho Mtakatifu. Sasa kwa sababu sifundishi somo la karama 9 za Roho Mtakatifu, nitapita tu kidogo niwe na maelezo machache kwenye hizo karama, alafu tutahama kwenye hiyo hoja. Ya kwanza anasema ni neno la hekima. Neno la hekima. Neno la hekima ni neno la wakati. Ni neno ambalo likisemwa linatatua tatizo lililopo, linajibu maswali yaliyopo. Bwana Yesu asifiwe sana. Linajibu maswali yaliyopo. Neno la hekima ni neno ambalo mtu alilipata kwa msukumo wa Roho Mtakatifu, ambao litatibu na kujibu hali iliyojitokeza. Nikupe story moja kwenye Biblia. Kuna mfalme alikuwa anaitwa Mfalme Suleiman. Wamama wawili walikuwa wamejifungua watoto, na mtoto mmoja akawa amefariki. Kwa hiyo kuna mama wawili alafu mtoto mmoja, sio? Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wamama kila mmoja anamng'ang'ania yule mtoto, anasema huyu ni mtoto wangu, huyu ni mtoto wangu. Kila mmoja amtaki yule aliyekufa. Walipopeleka kesi kwa Mfalme Suleiman, Mungu alimsaidia, akampa hekima. Suleiman akasema, kwa sababu nyewe wamama wawili mnamng'ang'ania mtoto mmoja, nileteeni panga. Huyu mtoto tunamgawanya katikati, alafu kila mmoja anaondoka na kipande chake. Haleluya. Mwanamke mmoja akasema, kama ni hivyo basi wewe mwachie tu mwenzangu. Mwingine akasema, ni hamna, tumgawanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Suleiman akagundua kwamba huyu anayesema tumwache mtoto hai ndio mwenye mtoto, ndio ana uchungu. Yule mwingine hana uchungu kwa sababu sio mtoto wake. Kwa yule ambaye alikuwa anamtetea mtoto akapata mtoto. Kwa unaona neno la hekima ambavyo linatatua tatizo lililopo. Ya pili, au karama ya pili, ni neno la maarifa. Havitofautiani sana, viko karibu mno. Neno la maarifa. Neno la maarifa hili linahusisha kufunuliwa mambo ambayo hayajulikani kwa hali ya kawaida. Kuwa na ujuzi, kuwa na taarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unaweza kaenda kwa mtu akajua unaumwa hata hujamwambia unaumwa. Ndio neno la maarifa. Unaweza kuwa umefanya jambo fulani, mtu akakuuliza maswali yanayoendana na lile jambo hata kama alisema. Hilo ni neno la maarifa. Nikupe habari moja kwenye Biblia. Watu wawili, mume na mke. Mume alikuwa anaitwa Anania, mke alikuwa anaitwa Safira. Hao watu walisema wao wenyewe kwamba uwanja walionao utakuwa ni mali ya pamoja. Tuseme mali ya kanisa, tumie lugha ya sasa. Mali ya kanisa. Sasa mtume akawaambia, huyu Petro akawaambia, mkauze lile shamba, mlete nini? Fedha. Wao wakaenda kuuza, alafu wakapatana, mke na mume wakapatana kwamba tumeuza kiasi hiki, lakini sasa tusipeleke kiasi chote,
tunaficha sehemu ya hiyo fedha, na tukifika kule kwa Mtume Petro tutamwambia tumeuza hela hii hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibinadamu si utajiuliza tu, hatajua kwa sababu hakuwepo. Walipofika kwa Petro, swali la kwanza Petro anamuuliza mwanaume, anasema, je, hiki kiasi cha fedha ndicho ambacho mmeuza lile shamba? So unajua hata kama hakuwepo naanza kuhisi au amesikia au ameambiwa au imekuaje? Ni nini? Ni neno la maarifa. Baadaye anasema hamjamdanganya mwanadamu, mmemdanganya Mungu. Alijuaje? Neno la maarifa. Ya tatu ni imani. Kuamini. Watu wote ambao wameokoka wanaishi kwa imani. Haleluya. Lakini kuna viwango vya imani. Hivyo viwango vipo. Kuna viwango vya imani ambavyo ni karama kabisa. Mtu anaamini kwenye kiwango ambacho sio imani ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni karama. Ya 4 ni uponyaji. Hii ya uponyaji iko ya aina 2. Kuamini kwako mwenyewe na kuponya watu. Mwingine akiumwa haamini kama naweza kupona hivi. Lakini pia hii inahusisha karama ya kuponya. Yaani mwingine ana hiyo karama kabisa ya kuponya. Alafu kuna ya 5 ni miujiza. Karama ya miujiza. Mtu anafanya matendo ambayo yamepita kawaida ya ulimwengu, ndio miujiza. Ya 6 unabii. Mtu anasema mambo ambayo hayapo kana kwamba yapo na yanatokea, ndio unabii. Ya 7 kupambanua roho. Hii ni kujua kwamba hiki kinachotenda kazi ni kazi ya Mungu au ya mwanadamu au ya shetani. Haleluya. Kwa sababu kama ni miujiza, watumishi wa Mungu, hata shetani na yeye anafanya. Maandiko yanasema hivi, wala sio ajabu kwamba hata malaika wa shetani na wao hujifanya malaika wa nuru. Tena wanakuwa na uwezo, wanaweza hata kushusha moto kutoka mbinguni. Maandiko yanasema hivi. Sasa kupambanua hiyo, kutambua hilo, kuna karama inaitwa kupambanua roho. Alafu ya 8 ni aina za lugha. Aina za lugha tunaona siku ile ya Pentecosti, waliposhukiwa na Roho Mtakatifu, watu walizungumza lugha ambazo hawajawahi kufundishwa, hawajawahi kuzijua. Ni karama ya Roho Mtakatifu. Na 9 ni tafsiri sasa za hizo lugha. Kwa hiyo hivi vitu vyote, haya mambo 9 yanaletwa na uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya muamini, ndani ya mtu aliyeamini. Ya 6 ni nguvu za kufanya mambo ya kiroho. Kazi ya 6 ni nguvu ya kufanya mambo ya kiroho. Sasa mambo ya kiroho yako mengi. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 11 na 12. Maandiko yanasema, Matendo ya Mitume 19 mstari wa 11 na 12. Maandiko yanasema, Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida,
hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake. Magonjwa yao yakaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilichokuwa kinafanya kazi ni nguvu za Roho Mtakatifu. Kwamba hawa akina Paulo na mitume wengine walikuwa na uwezo wa kufanya mambo yaliyopita kawaida. Walikuwa na uwezo wa kuponya magonjwa yaliyoshindikana. Walikuwa na uwezo hata watu wakigusa zile leso zao, watu wanapokea uponyaji. Haleluya. Na mahali maandiko yanasema kwa ile mitume ambao walikuwa na Roho Mtakatifu, walikuwa hata wakipita njiani, wagonjwa wakipitiwa na vile vivuli vyao, wanapokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haya mambo sio masimulizi, ni mambo halisi. Ni mambo yanawezekana. Lakini inamhitaji Roho Mtakatifu mwenyewe kuhusika. Roho Mtakatifu anahitaji ahusike. Kazi ya saba, hufunua mafumbo ya Mungu. Kufunua mafumbo ya Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari ule wa 10 mpaka 12. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 10 mpaka 12. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu, ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho hufunua mafumbo ya Mungu. Wakati mwingine Mungu anaweza kuzungumza na sisi kwa lugha ya mafumbo. Si tunaota ndoto? Si ndio? Zingine mpaka unajiuliza hivi imetoka wapi? Kwa sababu uelewi ilianzaje? Imeendaenda tu ndio umeshaota. Sasa unawezaje kuitafsiri? Unawezaje kupata maana sahihi ya hiyo ndoto yako? Lazima uwe na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Yusufu. Mfalme aliota ndoto. Akamwambia nimeona ng'ombe. Nikaona ng'ombe 7 walionona. Baadaye nikaona ng'ombe 7 walio wadhaifu sana. Alafu wale ng'ombe 7 walio wadhaifu wakawameza wale ng'ombe walionona. Sasa mfalme akahangaika, akatafuta wachawi, akatafuta waganga, akatafuta watu wenye hekima waweze kutafsiri hiki ndio kitu gani. Hao watu hawakuweza, kwa sababu ni fumbo la Mungu. Anayeweza kulifumbua ni yule aliye na Roho wa Mungu. Yusufu, maandiko yanasema Roho wa Mungu alikuwa ndani ya Yusufu. Yusufu alipoitwa kutafsiri hii, alitafsiri akasema, mfalme, hawa ng'ombe 7 walionona hawa, tafsiri yake ni miaka 7 ya neema. Kwamba hii miaka 7 kuanzia sasa tutalima, tutavuna kwa wingi mno. Lakini baada ya miaka 7 ndio wale ng'ombe walio wadhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale walio wadhaifu wanawakilisha miaka 7 ya njaa baada ya miaka 7 kuisha. Sasa je, kwa akili za kawaida ingewezekana hilo? Kufikiri kwamba ng'ombe ni miaka?
hata uhusiano hamna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anafumbua yale mafumbo ya Mungu. Tunaona kwa kina Yusufu, tunaona kwa kina Danieli. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, na sisi mafumbo ambayo tunakutana nayo kwenye maisha, Roho Mtakatifu atatusaidia kuyafumbua. Yale ambayo hatuyajui na Mungu anatusemesha, Roho Mtakatifu atatusaidia kuyafumbua. Ya nane, hufisha matendo ya mwili na kuachilia tunda la Roho. Hufisha matendo ya mwili na kuachilia tunda la Roho. Lugha rahisi ya matendo ya mwili ni dhambi. Hiyo ndio lugha rahisi. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 mpaka 26. Tasoma tu maandiko machache baadhi. Basi nasema, enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Anaanza hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha rahisi ni kusema, enendeni kwa Roho Mtakatifu, wala hamtazitimiza tena dhambi, au wala dhambi hazitakuwepo kwenu. Kwa hiyo namna ambayo tunaweza kushinda dhambi kwenye ulimwengu huu ni kuwa na Roho Mtakatifu. Namna ambayo tutakuwa salama mbali na dhambi kwenye ulimwengu huu ni kuwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa wameyataja baadhi ya mambo ambayo wamesema: kuna uasherati, kuna uchafu, kuna ufisadi, kuna ibada ya sanamu, kuna uchawi, kuna uadui, kuna ugomvi, kuna wivu, kuna hasira, kuna fitina, kuna faraka, kuna uzushi, kuna husuda, kuna ulevi, kuna ulafi. Alafu anamalizia anasema, na mambo yanayofanana na hayo. Hayo ndio ameita matendo ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, dhambi hatushindi kwa nguvu zetu. Dhambi haiogopi nguvu yako. Dhambi haiogopi heshima ya mtu. Usijiulize mbona na heshima kubwa imekwaje. Dhambi haiogopi heshima ya mtu. Haiogopi cheo cha mtu. Bwana Yesu asifiwe. Inaogopa nguvu za Mungu na uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Hiyo ndio dhambi. Kwa namna pekee tunaweza kushinda dhambi ni kuwa na nguvu za Mungu ndani yetu na kuwa na Roho Mtakatifu. Sasa tukiwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anaachilia vitu gani? Anaachilia hivi ambao tunaviita tunda la Roho, ambao ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, pamoja na kiasi. Na anasema juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Upendo unaotajwa hapa sio wa kumpenda na kupenda, wa kuwapenda watu wote, hata wanaokuchukia. Alafu furaha sio ya kuwa nayo mambo yakiwa mazuri hata yakiwa mabaya. Amani na uvumilivu na utu wema na fadhili na uaminifu na upole na kiasi. Kwa mambo ndio ambayo Roho Mtakatifu anayaachilia kwa mtu ambaye amekaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kusaidia kutofautisha. Kule tuzungumza karama, huku tunazungumza tunda la Roho. Karama ni utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Yale mambo ambayo mtu atayafanya akiwa na Roho Mtakatifu ndio karama. Tunda la Roho ni matokeo ya kuwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Matokeo. Kwa hiyo tunatarajia karama zitaanza, matokeo yatakuja baadaye.
Namba 9, hufunua dhambi, haki na hukumu ndani ya mtu. Kazi ya Roho Mtakatifu, hufunua dhambi, haki na hukumu ndani ya mtu. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba kuna wakati unaweza kuwa umekosea na hujui kama umekosea. Roho Mtakatifu anafunua hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia tu kuugua ndani yako, unasikia tu kuumia ndani yako. Lakini sio hivyo tu, hata ile ukitenda dhambi, unajua ukitenda dhambi na kwenye kutubu na yenyewe sio rahisi, ndio? Ni sana mtu aliyeiba kusema nimeiba, hata kama umemkuta ameshika, yani atatafuta tu namna, yani sionekana ameiba. Sasa ili akubali kwamba ameiba, lazima awe na Roho Mtakatifu akubali. Akishakubali ni hatua kwenda kwenye toba. Kwa sababu kama hajakubali kutubu tena, inakuwa nani hawezi kutubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Roho Mtakatifu anafunua ile hali, anatuwekea kale ka hukumu. Ukitenda dhambi unasikia kuumia, unasikia maumivu, unasikia kuugua. Kule kuugua ndio kuna kusukuma uende kaombe toba kwa Bwana. Ukishaomba toba kwa Bwana, sasa amani imekuja. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimalizie hoja ya 10. Hoja ya 10, huwaweka watu kwenye utumishi na huduma. Huwaweka watu kwenye utumishi na huduma. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 3. Maandiko yanasema, na huko Antiokia katika kanisa lilokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeon aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anawaweka watu kwenye huduma. Ndiye anayesema wewe utatumika kwenye eneo hili, na huyu mwingine atatumika kwenye eneo hili. Wewe utakuwa mwinjilisti, wewe utakuwa mwimbaji, wewe utakuwa unasaidia kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kazi yako utategemeza kazi ya Bwana kwa utoaji. Wewe utakuwa unawatia moyo watu wengine, na kazi zingine zote wewe utakuwa mchungaji, wewe utakuwa mtume, wewe utakasi watu, wewe utafanya nini? Ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndo anayeweka watu kwenye huduma. Hatujichaguli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatujichaguli, ila Roho Mtakatifu anawaweka watu kwenye huduma. Kwa hiyo ndio anawapangia pa kukaa. Yeye ndiye anasema utakaa hapa. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, kwa muamini Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Na iwe shauku ya kila mmoja kuwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu maisha ya wokovu, maisha ya kuamini pasipo Roho Mtakatifu ni magumu. Ni kama hayawezekani. Lakini tukiwa na Roho Mtakatifu kuna unafuu. Kwa sababu maandiko yanamtaja kwamba yeye ndiye msaidizi. Yeye ndiye anayetusaidia pale ambao sisi tunaona pagumu, pale ambao sisi tunashindwa, pale ambao sisi hatuwezi. Roho Mtakatifu yeye anatusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Basi jioni ya leo hili ndio ambalo lilikuwa neno letu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Labda sasa, kwa sababu leo ni siku ya mafundisho, kama kuna mtu ana swali, kama kuna anataka kuongezea kitu,
Kama kuna mtu ana jambo la kusema, tunakaribisha. Karibuni sana. Si Jumatano ni siku ya mafundisho, kwa hiyo tunajifunza, hatuhubiri. Karibuni sana. Ukimya manake imeeleweka, sio? Amen. Basi tusimame tuweze kumshukuru Mungu, lakini kabla hatujamshukuru Mungu ni vizuri ukaomba unamhitaji Roho Mtakatifu. Ukaonyesha unamhitaji Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Yaani kwenye maisha yako binafsi unamhitaji Roho Mtakatifu. Kwamba Roho Mtakatifu akae ndani yako. Akikaa ndani yako atafanya hizi kazi zote tulizosema na zaidi ya hizo, kwa sababu tusingeweza kuzisema zote. Kwa hiyo nikuombe usimame alafu tukaombe. Unaweza kunifuatisha maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu umenifundisha ili nipate faida. Bwana Yesu, kwa mafundisho haya nimepata kiu na shauku ya kuwa na Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu. Nimepata kiu na shauku ya kuwa na Roho Mtakatifu ndani yangu. Roho Mtakatifu, ninakuomba uingie ndani yangu, uyatawale maisha yangu, uniongoze. Roho Mtakatifu, ninakuomba uingie ndani yangu, uingie ndani yangu, uyatawale maisha yangu na kuniongoza. Katika jina la Yesu ninakutamani Roho Mtakatifu, ninakutamani Roho Mtakatifu. Unaweza kuomba sasa kwa kinywa chako mwenyewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, ninakushukuru, ninakutukuza, ninakuinua, ninakubariki. Asante mwaminifu, asante mtakatifu. Asante kwa sababu umesema nasi jioni leo kwa habari ya kazi za Roho Mtakatifu. Kwa kazi hizi Bwana, kiu yangu na shauku yangu imeongezeka, imeamshwa, imeongezeka, imeamshwa. It is activated katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, ninakutamani zaidi. Roho Mtakatifu, ninakutamani zaidi. Roho Mtakatifu, ninakutamani zaidi. Roho Mtakatifu, ninakutamani zaidi. Uingie ndani yangu, ukae kwangu siku zote, unitawale na kuniongoza katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Na kwa watumishi wako Bwana, ninakuomba Roho Mtakatifu upate nafasi ndani yao, uingie ndani yao. Roho Mtakatifu upate nafasi ndani yao, uyatawale maisha yao na kuyaongoza katika jina la Yesu Kristo. Tunakutamani Roho Mtakatifu, tunakuhitaji Roho Mtakatifu, tunakutamani Roho Mtakatifu, tunakuhitaji Roho Mtakatifu. Utawale wewe, utawale wewe, utawale wewe, utawale wewe. Na kazi zote hizi 10 ambazo tumejifunza, Bwana Yesu, ziwe dhahiri kwenye maisha yetu. Bwana Yesu, ziwe dhahiri kwenye kanisa lako. Bwana Yesu, ziwe dhahiri kwa watu wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Mwokozi, asante pamoja, asante mwaminifu. Tunakutukuza na kukuinua na kukubariki katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Asante mwaminifu, asante Mungu mwema. Bwana Yesu, na jioni ya leo tumekuweko mahali hapa, tunakushukuru Bwana, tumekuabudu, tumekusifu, tumekutukuza, tumekuinua. Umetufundisha, umetulisha chakula chako kile cha roho. Tunakushukuru Bwana, umetupa hatua nyingine tena, umetupa
hatua nyingine tena. Umetufundisha kwa ajili ya faida yetu. Tunakushukuru Bwana Yesu, tunakutukuza mfalme wa ajabu. Tumefika mwisho wa ibada yetu Bwana Yesu, lakini tunaendelea kukuhitaji wewe Bwana. Tunaendelea kuhitaji mfalme wa ajabu, kwamba endelee kusema nasi, kwamba endelee kujifunua kwetu, kwamba endelee kututengeneza, kwamba endelee kutupa hatua nyingine, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, katika jina la Yesu mfalme wa ajabu. Bwana majeshi na Mungu na watumishi wako wa Bwana ambao umewaleta jioni ya leo kwenye ibada hii Yesu, ninawatamkia baraka zako Bwana. Ninaomba uwabariki, naomba uwabariki Bwana, uwabariki Mwokozi, uwabariki mfalme wa ajabu. Ukutane na mahitaji yao, ukutane na mahitaji yao, ukutane na uhitaji wao kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Wabariki na uinue Jehova, wabariki na uinue mfalme wa ajabu, wabariki na uinue mtakatifu. Wakabarikiwe kwenye nyumba zao, wabarikiwe kwenye ndoa zao, wabarikiwe kwenye familia zao, wabarikiwe kwenye kazi zao, wabarikiwe kwenye biashara zao, wabarikiwe kwenye chochote wanachokifanya Bwana, ikawa vile ulivyonena kwenye Zaburi sura ya 1:3 ya kwamba na kila walitendalo litafanikiwa. Na iwe hivyo kwao Bwana, na iwe hivyo kwao mfalme wa ajabu, na iwe hivyo kwao mtakatifu, katika jina la Yesu. Na tunapotawanyika Bwana, tunaomba Bwana uende na kila mmoja, ukilinda hatua zetu, ukilinda mipango yetu, ukilinda familia zetu, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Unaweza kumshangilia Bwana Yesu. Amen, amen, amen. Amen. Asante. Mungu awabariki sana 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 sana. Tuna ibada tena Ijumaa kuanzia 10:30. Ni ibada ya maombi na maombezi. Karibuni sana. Amen.